To my fellow, huyu anajiita Kindly John, na Kindly John amekuja amesema hapa, to my fellow ladies, don't make yourself slaves of men and tools of work. Do your duties negligibly and work harder to earn your own money. Many have fallen in traps in the money or in the name of money. Yanamaanisha kwamba wadada wenzangu, jitahidini sana kutafuta kilichokuwa chenu na msitegemee mifuko ya wanaume, kwa sababu wengi sana wameanguka kwenye mitego kama hii. Yani kwa fupi alikuwa maanisha hivyo. Onyango Anot Kevo amekuja anasema, my friend, economic constraints can make you do anything in order to survive. Yani ile economic ama ile maisha ambayo amefika Kenya sasa hii yanaweza kukupelekea ukafanya chochote kile ambacho kitakufanya upate pesa za kusurvive. Jen Anyela amekuja amesema hapa, may her life be saved, yani may her life be saved, may she get a second chance, grace and mercy. Okay, I like this. It's true. She knows everything, and I guess it's not the first time that she does that. Kenyans don't like the truth, but all we are asking is least they put her in the jail for some years, but not by hanging her. Yani akimaanisha kwamba napenda hiyo judgment ya kwamba bana, huyu msichana alijua kitu gani ambacho anakifanya before afike kule Vietnam, lakini Wakenya siku zote hawakubali ukweli, japo huyu msichana alikuwa anajua kitu gani ambacho anakifanya. Kitu pekee ambacho naomba ni kwamba wasimuue, japo kama itawezekana wamfunge jela milele, lakini masuala ya kumuua hiyo sio zuri. Huyu anajiita Luya Prince KE ndo amekuja amekomenta hapo. Nyambu PHL amekuja amesema hapa, we are all not perfect just like her. The poor girl and criminal, she was just struggling to make her ends meet. May God save him, may God save her. Yani ya kwamba hakuna kati yetu sote ambaye yuko bora ama ambaye hana dhambi kwa ufupi. Na basi akasema maskini huyo msichana alikuwa yajitahidi ili aweze kujisaidia. Hivyo basi tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kumsaidia. Anajiita Nyambua PHL. Simon Ngumi amekuja amesema hapa, sijui Simon Ngumi ukweli huyu amekuja amesema hapa, bana, what is your question? What's your objective of this post? You are okay she dies? Yani, are you okay she dies in Vietnam? Did you know her death will benefit no one? Yani unajua kwamba kifo chake hakitasaidia mtu yoyote yule Kenya. Did you know her people will really suffer? Unajua watu wake watateseka. Is she almost on a sin and her world? Ye ni ye peke yake ambaye amefanya hilo dhambi la madawa ya kulevya kwenye hino dunia. Will the wrong of hanging her make a right? Yani je, endapo atahukumiwa kwa kinyongo itamfanya akuwe na itamfanya kwamba kuwe na haki? Ama nani ambaye atapata haki baada ya kwamba ye ashanyongwa? Can't we have the sense of sentence commuted to life and reputation to the Kenya? Je, anaweza chukuliwa akaregeshwa Kenya ili ahukumiwe Kenya kulingana na katiba ya Kenya, ama hukumiwe Kenya kulingana na sheria ya magereza Kenya inavyosema? Bana, hizi comment ni nyingi, sidhani kama naweza nikazisoma zote, but I was really trying to show you zile expectations ambazo Wakenya walikuwa nazo, ama vile ambavyo Wakenya wamebeba hili swala zima la huyu mwanadada ambaye ni Nduta ambaye ameshikiliwa kule Vietnam. Two question here vital, yani masuala mawili hapa ni muhimu sana. Which agents is that? Ni agent gani ambaye alitumia? Wakenya wanataka kujua ni agent gani ambaye huyu Nduta aliweza kutumia kwenda zake Vietnam. Does she know how to read? Je, alijua kusoma huyu Nduta? Je, alijua kusoma? Kama alijua kusoma na ni agent gani alitumia aseme. Inaonekana umechoka na hii account. We can't take it down ukiendelea na hii maswali ya upuzi. Nduta not be sentenced to death. Yani huyu anamkashifu huyu blogger na kumwambia kwamba inaonekana umechoka na hino account yako, na tutaibwaga endapo utaendelea kumkashifu Nduta, kwa sababu Nduta amesingiziwa sio madawa yake bali ni madawa ya kuwekelewa. I like this. It's true. She knows everything. I guess it's the first time Kenyans don't like the truth. Inafikiri tushaisoma tayari. So when you post such a statement aiding the investigator to have enough information to hang her, yani ukipost kitu kama hicho inamaanisha unataka utafiti ukuwe rahisi ili wale watu ambao wanataka kumnyonga wamnyonge direct. If you are saint thrown stones to here, yani wewe kama umetumwa na shetani tu. My girlfriend, I will miss you.
jamaa fulani anaitwa Kennedy Kachevi amekuja amesema kwamba huyu msichana ambaye ataka kunyongwa ni girlfriend yake, na hivyo basi atamisi sana. For now we consider more of her life because maybe it's her of the living of the never know. So we don't know how much concern ati mara alifikaje huko direct Vietnam ndo ikawa notice. Vitu zingine ukifuatilia sana unaharibu tu. Yani kwa sasa tunataka kujua kuhusu maisha yake asiuliwe, kwa sababu vitu vingine sasa ukifuatilia into details utapata wrong info. Kikweli kabisa ino story nitasema mimi na mimi nitakubali kwamba kuna wrong informations nyingi ambazo zimekuja kwenye hino story nzima ya Nduta. Wengine wanasema hivi, wengine wanasema vile. Another question, why did the lady accept advance payment of 167,000, laki moja na elfu sitini na saba pesa za Kenya hizi? Huyu msichana aliweza kuzikubali ili kufikisha ile bagi kule Vietnam. Kwa nini alikubali hizo pesa? Ile ndio swali ambalo nauliza. For a simple task of transporting a bag, yani there's no way that mtu leo atakuja atakwambia kwamba atakulipa 167,000 just umpelekee bagi lake place fulani. Yani upatane na mtu airport akwambia nitakulipa 167,000 uchukue ile bagi ulipeleke mahali, na wewe ukubali bila kuuliza maswali. So hiyo ina act kama a red flag ya kwamba huyu msichana alikuwa yajua lile bagi liko na nini. Stop blaming game now, provide solution question later. Huyu msichana anajiita Viola Chip amesema kwamba acha kuleta mashindano ama acha kuleta malawama, tutafute suluhisho la kumsaidia dada yetu asiweze kunyongwa usiku wa leo. This may be a true but she doesn't deserve to be killed. That's not fair. Inawezekana ikawa ni ukweli ya kwamba anajua kabisa kwamba kile kitu alichokibeba pale ndani ni madawa ya kulevya, lakini kunyongwa sio sahihi. Msichana anajiita Mary Wandia. Kes wa Kiama amekuja amesema I'm damn sure hizi drugs ni za one of politician in Kenya and she can't open her mouth. You sioni vile unaenda Saudi, you get diverted to Ethiopia and then sijui Qatar, then sijui Vietnam. Why agree to get paid down payment for what purpose? Sure, hapa hakuna story ya agent. I listened clearly to that judgment and a lot is hidden. May God rescue our lady. Yani yamesema kwamba hino story haina direction nzuri, kwa sababu ukisikiza huku na huku na huku upati mwelekeo ya kwamba agent aliyetumika ni nani, aliyetoa pesa ya basi mpaka msichana kapanda basi ni nani, na alipofika kule alipokelewa na nani, aliyelipa pesa ya tikiti ambao huyu msichana anafaa aende Venezuela ni nani, na ambaye ameleta story ya kwamba msichana alipitia Qatar pia ni nani. No, there's a lot of questions to ask yourself here. Na ladies and gentlemen, nitakuachia chini hapo kwenye comment section na pia utoe maoni yako. Je, unahisi ni kuwekelewa Nduta amekelewa anakufungwa ama kutaka kuuliwa kwa sababu ya kuwekelewa, ama Nduta alikuwa na uhakika wazi alijua ya kwamba amebebeshwa madawa ya kulevya, lakini kwa sababu alikuwa amepewa mtaji mkubwa 167,000 za Kenya alfu na kuambiwa kwamba anyamazie hiyo story na atafika salama salmini, lakini kikamramba baada ya kwamba amefika Venezuela. Wale mapolisi wa immigration pale airport wakashtukizia ya kwamba amebeba cocaine takriban kilo 2, wakamshika, na hivyo basi kesi yake imechukua takriban miaka 2 na leo ndio siku yake ya mwisho ya kuupa kwaheri ulimwengu.